Nilipewa neema ya kuweza kuona Tanzania mpya itakayozaliwa. Nikiwa bado sijaoneshwa mambo haya ambayo naenda kukwambia leo, nilikuwa na shauku kujua ya kwamba Tanzania mpya itazaliwaje na viongozi watakayoiongoza hiyo Tanzania watakuwaje na maisha ya wananchi kiujumla wataishije. Nikawa najaribu upinzani utakuwaje, yani masuala haya ya kidemokrasia. Ndipo ambapo nilikuwa nimelala, nikawa nimeoneshwa hii shauku ambayo nilikuwa nayo. Nikaweza kuona Tanzania mpya ikizaliwa. Nikawa naona viongozi ambao wamezaa Tanzania mpya. Sio mchezo mchezo. Sio mchezo mchezo kabisa. Bila shaka hata wewe pia utakuwa unatamani kujua Tanzania mpya itazaliwaje. Ile Tanzania ambayo watumishi wengi wanasema ya kwamba inakuja, itakuwaje kuwaje? Je, wananchi wataishije? Je, maisha yatakuwa mepesi au maisha yatakuwa magumu? Najua una shauku. Jina langu naitwa Apostle Justin Semba na leo naweza kukuletea kile ambacho niliweza kukiona katika ndoto. Nilipokuwa katika ndoto nilioneshwa ndege mkubwa sana misili ya tai, na alikuwa sehemu muhimu sana juu ya anga, sehemu muhimu sana ya ofisi ya viongozi wakubwa, mahali ambapo huwa wanafanyia maamuzi. Japokuwa nitaongea kwa mafumbo, lakini namuomba Mungu aweze kukupa akili na ufahamu kidogo ili uweze kujua ni nini ambacho nitaenda kukiongelea mahali hapa. Nilipomtazama ndege huyo, mdomoni alikuwa na barua ambayo ilikuwa ina ujumbe mzito sana. Nitaenda kukwambia barua hiyo ilikuwa imeandikwa kitu gani. Lakini katika miguu yake nilikuwa naona kikombe fulani. Kikombe ni kama kiliandikwa kikombe cha rehema, na kile kikombe ndani yake kulikuwa kuna rangi nyekundu. Bila shaka ile ilikuwa ni damu. Nikawa nauliza sasa ili niweze kujua ni nini kinamaanishwa katika hii ndoto. Nikawa namuuliza yule ambaye ananionyesha maono, kwa sababu ni kama nilikuwa nachukuliwa na mtu ambaye amenishika mkono, ni kama mtu ananivuta kwamba njoo uone sasa kitakachotokea. Nilipokuwa nikijaribu kuuliza nini maana ya barua na kile kikombe, nikasikia tu sauti ikiniambia kwamba kikombe hichi huyu ndege atakapokiachia ndo kitu ambacho kitaenda kutokea, ambacho sitakuwa na huruma nacho tena, kwa sababu nimeonea huruma kwa muda mrefu sana. Unajua wanadamu wengi sana wanawaza labda pengine ya kwamba Tanzania ni lazima itafanya maandamano. Tanzania haiwezi kufanya maandamano, ndugu yangu. Katika ulimwengu wa roho haipo hivyo. Tanzania hawafanyi maandamano. Kwa sababu gani Tanzania haifanyi maandamano? Kikombe kile ambacho nilikuwa ninakiona kilikuwa tayari ile rangi yake nyekundu imeshafurika. Kwa hiyo Mungu akaniambia kama yatafanyika maandamano, it means kwamba kikombe hichi kitakuwa hakina nafasi. Hivyo siwezi kuruhusu maandamano yaweze kufanyika, kwa sababu watu watakufa wengi. Amani itavunjwa. Tukumbuke kabisa kwamba nchi ya Tanzania ni nchi ya amani, ni nchi ya utulivu, ni nchi moja safi sana ambayo kila mmoja anatamani kuishi. Ukienda nchini Kongo, mtu anatamani kuishi Tanzania kutokana na utulivu tu wa hii nchi yetu. Sasa labda tu nikwambie kitu kimoja ya kwamba baadaye nitakuja kukwambia je, kikombe hicho kiliachiwa au akikuachiwa. Sasa nahitaji niende nikakusomee ile barua jinsi ambavyo ilikuwa imeandikwa na nani alikuwa ameiandika. Nikawa naiona ile barua ikiachiwa, lakini ilipoachiwa haikuweza kuanguka pale ambapo wanafanyia viongozi maamuzi makubwa. Nikawa naona imeanguka na kama inapepea, yani kama kitu kimetupwa juu kinashuka chini. Na ghafla nilipokuwa nikiangalia ni ile barua itaangukia wapi. Sikuona ile barua ikiangukia baharini, sikuona ile barua ikiangukiwa katika hizo ofisi ambapo viongozi mbalimbali huwa wanafanyia maamuzi, bali niliona imeangukia kwa maaskofu wa Roman Catholic. Nikawa naiona ile barua imeangukia kwa maaskofu wa Roman Catholic. Na barua ile ilikuwa inasomeka hivi ya kwamba mruhusuni sasa mtu asiye mmoja na nyinyi aweze kuishika hii nchi kwa sababu ya mamlaka mlizo nazo. Najua hii inaweza ikawa ni ngumu sana kwenu, lakini kumbukeni mliniomba ndani ya siku 40. Nami niliwafanikisha mifungo yenu, nami nilifanikisha hatua zenu.
hivyo naomba mlishike hili na mkalitekeleze. Ghafla nikawa naona maaskofu wale wa Roman Catholic wakiwa wanaiweka barua katika meza. Ndipo nilipouona mkono wa kiume